Karibu kwa channel ya Afya Tips. Kwenye video hii nitaenda kuongelea au kujibu swali, mimba huwa inatungwa siku ngapi au muda gani tangu mwanamke afanye sex au akutane kimwili na mwanaume? Lakini kabla siendama nikumbushe, kama bado hujasubscribe kwa channel ya Afya Tips, tafadhali fanya hivyo ili endelee kuenjoy masomo mazuri kama haya. Unajua, mimba huwa inatungwa pale ambapo mbegu ya kiume au sperm inapoungana na yai la mwanamke. Na kitaalam, hichi kitendo cha sperm au mbegu ya kiume kuungana na yai la mwanamke huwa kinajulikana kama fertilization. Sasa hii fertilization au kitendo cha yai kuungana na sperm huwa kinatokea kwenye mirija ya uzazi ya mwanamke. Sana baada ya hii mimba kutungwa au ile sperm kuungana na yai, kile kijusi ambacho kinatengenezwa huwa kinateremka au kinashuka kutoka kwenye mirija ya uzazi kuja mpaka kwenye uterus au tumbo la uzazi, na kinajishikiza kwenye ile ukuta au kwenye ukuta wa uterus au tumbo la uzazi, na pale ndo kina develop au kinakuwa mpaka kinakuja kutokea kwa kama mtoto. Sasa hichi kitendo cha mimba kutungwa au mbegu ya mwanaume au sperm kuungana na yai la mwanamke huwa kinatokea siku ngapi tangu mwanamke afanye sex? Asa hapa kuna vitu viwili. Pale inapotokea mwanamke amefanya sex wakati tayari yai limeshatolewa au tayari yai lipo kwenye mirija ya uzazi, huwa inachukua kati ya dakika 30 mpaka masaa kadhaa kwa zile sperm kufikia yai lipo kwenye mirija ya uzazi na sperm kuungana na yai na mimba kutungwa. Yaani ndani ya siku ile ile, kati ya dakika kadhaa au masaa kadhaa tangu mwanamke afanye sex, huwa sperm zinaweza kufikia lile yai ambalo liko kwenye mirija ya uzazi likaungana nalo na mimba ikatungwa. Lakini pia inapotokea mwanamke amefanya sex kabla yai hajatolewa, inaweza kupita siku kadhaa mpaka mimba kuja kutungwa. Na hapo unakuta sperm zimeshafika tayari kwenye mirija ya uzazi, lakini yai bado halijatolewa. Na sperm huwa zinaweza zikaishi kwa siku kadhaa kwenye mirija ya uzazi. Actually, sperm zinaweza zikaishi hadi kwa siku 5. Hadi siku 5 sperm zinaweza zikaishi kwenye mirija ya uzazi. Hasa kwa maana hiyo, ilikitokea kwa katikati ya hizi siku 5 hapa ambazo sperm tayari zipo kwenye mirija ya uzazi, yai likitolewa inaweza kukutana na zile sperm ambazo ziko tayari kwenye mirija ya uzazi zikaungana na mimba ikatungwa. Kwa maana hiyo, mwanamke anaweza kupata mimba au mimba inaweza ikatungwa kuanzia labda siku 1, siku 2 au hata siku 5 tangu afanye sex na mwanaume, kwa sababu zile sperm zikaisha hata kwa hadi siku 5 kwenye mirija ya uzazi. Na kuna video Afya Tips natengeneza kuelezea au kufahamisha ni siku gani ya mzunguko wa hedhi ambao yai waga linatolewa kwenye mfuko wa mayai, tunasema siku ya ovulation. Kwa sababu kwa mizunguko ya hedhi yenye urefu tofauti tofauti, siku ya ovulation waga inakuwa tofauti tofauti. Lakini Afya Tips natengeneza video ambayo inaelezea vizuri kuhusu hii kitu. Asante sana kwa kunisikiliza. Usisahau kusubscribe kwa channel ya Afya Tips, lakini pia kumbuka click alama ya kengele hapo ili wakati mwingine ambapo video inatoka kutoka Afya Tips huwa kwanza kuenjoy masomo mazuri kama haya. Lakini pia kama una comment, maoni au swali lolote, usisite kutuandikia kwenye sehemu ya comment hapo chini.